Mwili wa mwanafunzi aliyekuwa amepotea wa chuo kikuu cha Multimedia Sylvia Kemunto ulipatikana Jumatano usiku ndani ya tanki la maji lililoko kwenye paa moja ndani ya eneo la chuo. Mwili wa Kemunto uligunduliwa siku 3 baada ya kutoweka kwake. Kutoweka kwa njia ya kutatanisha na kugunduliwa kwa mwili wa Sylvia Kemunto, wanafunzi wa mwaka wa kwanza aliyekuwa akisomea mawasiliano ya umma na sayansi ya kompyuta, umetikisa taifa. Sylvia alitoweka mnamo Jumapili tarehe 30 Machi mwaka 2025 chini ya mazingira ya kutatanisha. Mama yake Sylvia aliyekuwa nyumbani Kawangware alikuwa ametuma pesa za matumizi kupitia simu ya mzee wa kanisa. Alipojaribu kuthibitisha kwa binti yake alipokea fedha hizo, simu ya Sylvia haikupokewa. Hali hiyo ilimtia wasiwasi, na hivyo akaamua kusafiri hadi chuoni ambako aligundua kwa binti yake alikuwa hajulikani alipo. Uongozi wa chuo ulithibitisha kutokuwepo kwa Sylvia, jambo lililomfanya mama yake kuripoti kutoweka kwake katika kituo cha polisi cha Lang'ata, ambapo taarifa iliandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Siku hiyo ya kutoweka kwake, Sylvia alikuwa peke yake katika chumba chao cha Block B nambari 19 baada ya mwenzake wa chumba kwenda kanisani. Uchunguzi umebaini kuwa mpenzi wake Eric Mutinda, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza uhandisi wa umeme, alimtembelea Sylvia majira ya saa 7 mchana siku hiyo. Shahidi mmoja alidai kumwona Eric akihangaika kubeba begi kubwa lililoaminika kuwa la Sylvia kutoka chumba chake katika ghorofa ya 3 hadi makazi yake mwenyewe katika Block E, chumba nambari 301. Usiku huo mwenzake Eric aligundua kuwa begi hilo lilikuwepo chumbani kwao, lakini lilikuwa halipo asubuhi iliyofuata. Polisi walianza uchunguzi mara moja kwa kufuatilia rekodi za simu za Sylvia ambazo zilionyesha kuwa bado alikuwa ndani ya eneo la chuo. Simu yake ilizimwa majira saa 4 usiku siku hiyo hiyo ya kutoweka kwake. Hatua hiyo ilifanya uongozi wa chuo kuanzisha msako mkali ndani ya chuo. Mnamo Jumatano tarehe 2 Aprili, harufu kali iliyoanza kutoka Block E iliwafanya waokoaji kulenga eneo hilo. Kufikia alasiri, chanzo cha harufu hiyo kiligundulika: tanki la maji lililoko juu ya paa la moja ya hosteli. Ndani ya tanki hilo, mwili wa Sylvia Kemunto ukiwa tayari umeanza kuoza ulipatikana siku 3 baada ya kutoweka kwake. Zoezi la kutoa mwili lilichukua takriban saa 2 hivi, huku wachunguzi wakibaini kuwa tanki hilo lilikuwa limefungwa kwa waya na kuwa limewekwa jiwe kubwa juu yake, huenda kwa lengo la kuficha harufu. Mwili wa Sylvia ulisafirishwa hadi City Mortuary ukisubiri kufanywa uchunguzi wa baada ya kifo, kwa lugha kimombo postmortem. Swali linalobaki ni hili: je, mtuhumiwa aliwezaje kutekeleza unyama huo mkubwa? Usikose kujiunga naye mwanahabari wa Kompekuzi Kelvin Kalama katika safari hii ya kutaka kujua mbivu na mbichi kuhusiana na kifo cha Sylvia Kemunto. Kelvin Kalama, Nairobi.